Na mtazamaji popote pale ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, niko mbele yako. Kuna mambo machache ambayo natamani tuyafahamu yanayohusiana na maisha ya kawaida. Sasa leo nataka tuzungumzie issue moja tu ambayo imekuwa ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa issue ya vitu kupanda bei. Vitu hivi vimekuwa vimepanda bei kwa kasi sana, hasa vitu ambavyo vinahusiana na maisha yetu ya kila siku ya kawaida, lakini baadaye tutapata chansi ya kuzungumza na wananchi kujua nini wanazungumzia kuhusiana na hiki au na hali ambavyo inaendelea hapa Tanzania na nje ya Tanzania pia, na nchi za jirani pia wamekuwa na malalamiko hayo ya kwamba vitu vimepanda bei. Sasa tuungane na mwananchi mmoja aweze kuzungumza yale ambayo anataka kuyazungumza. Karibu sana mtazamaji, popote pale ulipo, tuungane na mwananchi. Naam, mtazamaji, nimekuambia kwamba tutakuja na mwananchi ambaye atatuambia ni kitu gani ambacho anaweza kuzungumzia kuhusiana na hali ya vitu kupanda bei sasa hivi. Bwana bro, mambo vipi? Bwana safi. Shwari. Shwari kabisa. Majina yako kamili? Naitwa Abdulzaki Shedafa. Ndio, tuambie, vitu vimepanda bei. Unafikiri nini kinasababisha vitu kupanda bei? Nafikiri mimi vitu kupanda bei ni mfumo wa kijamii, labda ni kulingana na uchafuko ulio wa nchi za nje huko kuhusu kupanda mafuta vitu, ndo bidhaa ndio hivyo. Okay, sawa. Umesema yawezekana sababu ni machafuko yanayoendelea nchi za ughaibuni huko. Unafikiri kitu kingine ambacho kinaweza ikawa ni sababu pia ya vitu kupanda bei? Sitaki kuongelea sana, ila mimi nahisi labda ni kama pia na upande wa viongozi wetu wanaosimamia nchi, wao pia na wenyewe wanaweza wakachangia kwa moja mbili au tatu, maana wananchi sisi tunaangalia kwamba ni kiongozi ambao yumo ndio anasababisha vitu kupanda bei au ni sababu ya kijamii. Yes, sasa hebu tuambie, kama mwananchi, ni vitu gani ambavyo vya muhimu vimepanda bei na vimekuwa ni kero sana kwa wananchi? Cha kwanza ni usafiri. Usafiri umepanda bei ghafla, ndio unasababisha na bidhaa kama mboga, chakula kupanda bei, kwa sababu mtu anaposafiri kufuata chakula anaambiwa bei ya juu. Akirudi huku kwenye kuuza, na yeye lazima apandishe bei ili afidie ile bei ambayo amelipia kwenye usafiri. Nafikiri cha msingi ni mafuta aliyopanda bei. La mwisho sasa, kwa mwananchi au kwa mamlaka husika, ni jambo gani ambalo unaweza ukaishauri serikali au ukawashauri wananchi waweze kufanya? Kiufupi sina la kushauri zaidi, lakini ningeomba labda waangalie zaidi kwenye upande wa mafuta. Upande wa mafuta wakiangalia wakashusha bei, nadhani kila kitu kitashuka. Mimi nakushukuru sana Abdulrazak. Huyu ni Abdulrazak, alikuwa akizungumzia hali ya maisha ilivyo, lakini muda mchache, maana huyu jamaa akili yake anaweza kawa anazungumza, lakini akili yake inawaza vitu vingine kabisa kabisa. Abdulrazak huyu jamaa huyu ana bara. Basi video inayofuata tutakuletea kitu kingine ambacho Abdulrazak anakipenda sana. Asante sana.